Naelewa. Kwa chuoni huwezi pata darasa mzima hakuna anayetumia miadarati. Wajua? Sasa baadhi ya marafiki walikuwa wanatumia miadarati. Sasa katika hiyo hali ya kuniona nipo kwenye mawazo, naumia sometimes. Experience ya. Labda ueleze njia gani unaweza jiepusha na miadarati uwe mtu mwema. Shuleni ndio sitatumia. Lakini nikirudi nyumbani nina marafiki ambao nishazoea nikiwa nao natumia. Sasa kumaanisha kwa Salim alikuwa anajifanya wewe ni mtu mzuri au nini miadarati umeacha. Kama kawaida tunayofanya ni interview ya kuchemsha bongo, kujifunza mengi ama kidogo. Mgeni wetu unaweza karibia. Kama mnavyomuona ni mtu mcha Mungu hapo hivyo, hata katika mavazi anaonekana tu kabisa mtu mnyofu kabisa. So kwa hivyo umekaribisha kwenye interview. Nimekaribia. Adhira hapo hivyo, labda waambie jina lako ni nani? Adhira, mko na mimi Frederick Akaka, Pastor Frederick Akaka. Pastor Frederick Akaka from NBM, Nairobi Believers Mission. Asante sana, umekaribishwa kwenye interview. Nataka tuanze. Ndio, nikushukuru tu kwa muda wenu, kutenga muda wenu kubali kuja kunisikiliza, kutubia ama kueleza vijana, mandugu, wanangu, madada na ambao uko nje. Yo, leo tuko na nani hapa hivi? Frederick Akaka. Frederick Akaka mwenyewe ndani ya nyumba hapa hivi. Leo tunaenda kuangazia, atuambie jinsi alivyo. Kama mnavyomuona hapa hivi ni kijana ambaye alikuwa anatumia miadarati, lakini hivi karibuni ama sijini kitambo alireform hapo hivi. Kweli ama uongo? Ni ukweli kabisa hii swala la miadarati. Ndio. So Frederick, umejipanga, uko sawa, uko tayari kuelezea mafans yote hapa hivi jinsi ulivyoanza miadarati, ulivyomaliza, maybe kama ulireform, kama kuna mtu alikusumbua ama nini ilitokea? Nataka utuambie, si kweli? Niko tayari kabisa, nilija hapa kama nimejiandaa vipasavyo. Umejiandaa kabisa hapo hivyo. Pia mimi nimejiandaa, kama mnavyoona mbele yenu hapa hivi ni Sam hapa hivi, nimejiandaa vibaya sana hapa. Nataka tuongee hapa hivi. Atueleze jinsi alivyoanza, jinsi ilivyompeleka, nini kilitokea, madhara yake, na maybe ataangazia ambie watu ambao wameadhiriwa jinsi ambavyo wanaweza jiepusha na miadarati. Ni kweli? Ndivyo. So mtatusikiliza hapo hivyo, msikie venye tutasema hapo hivyo, venye tutafanya mambo. Tuko pamoja hapo hivyo. Ndivyo. Ulikuwa umeshiba ama bado hujashiba? Nimeshiba, nipo tayari kabisa. Uko tayari? Useme tulifanya hapo interview na huko umeshiba hapo hivyo, useme ulikuwa njaa ukaanka chini. Haya, kama alikuwa ameshiba kwa sawa, tuko tayari kuuliza maswali yetu hapa hivi. So Frederick, ulianzaje njia ya miadarati ama ulikuwa namna gani hapo hivyo? Hapo nyuma niseme katika darasa la 6 huko. Nikiwa na umri wa miaka 12 hivi. Nilikuwa nachukia miadarati kwa kuwa nilikuwa the primary thing, shule mnaambiwa miadarati ni mbaya. Kwa somo la sayansi. Unamaanisha ulianza miadarati ukiwa katika primary hapo hivyo? Hapana. Hiyo ni mentality yangu na miadarati hapo nyuma. Kwa kuwa nilikuwa naichukia kwa kuwa somo la sayansi lilikuwa linatuonya miadarati ni mbovu. Miadarati ni mbovu hapo hivyo, ina madhara kama vile sijui unaweza patana na magonjwa. Kama makesi hivyo utashikwa kwenye jela hapo hivyo, si kweli? Ndio. Ukweli kabisa. Lakini tueleza. Katika chuo kikuu. Katika chuo kikuu university, high school. Ndio swala la mapenzi lilielekeza katika mihadarati. Unasema ulipokuwa high school nini kilitokea? Mapenzi yalikufanya vipi? Swala la mapenzi hilo inaitwa fall in love. Fall in love, msichana yeye kumpenda. Inaeleweka kabisa. Pia mimi mambo nimepitia hivi najua kiasi hivyo. Kenya yetu wasichana wanaangamiza sana wanaume. Sasa hilo swala la msichana kutelekeza. Sasa nilikuwa nataka kufahamu hivi. Ulipokuwa high school umesema mapenzi yalifanya uingie kwenye miadarati. Nataka nifahamu mfika hapo hivyo, high school ilikufanyaje na mapenzi yalifanyaje kuingia katika miadarati? Sijui unanielewa? Tulia kwanza. Unanielewa kweli? Nakuelewa kabisa. Unanielewa kabisa hapo hivyo. Sasa unaweza tueleza ni mapenzi yalifanya aje? Mbona mapenzi yalifanya kuingia katika miadarati hivyo? Pia vijana wengine huko nje wajue kuwa